Ajira inaonekana imekuwa ni changamoto sana, na hasa vijana ambao wanamaliza elimu mbalimbali hawajui waende wapi kwa ajili ya kuweza kupata ajira ya kuendesha maisha yao. Kwa kuliona hilo, Tanzania Youth Coalition kwa maana ya TYC ikatambua kwamba kunalo suluhisho kwa vijana kuweza kutumia sekta ya kilimo kama sehemu ya ajira. Basi leo tutakwenda kutazama, hasa kuwatazama vijana ushiriki wao katika kilimo, na kilimo tunachokitazama hapa ni kilimo cha kisasa kabisa ambacho kinaweza kikamkwamua kijana kiuchumi kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Mimi ni Pascal Ikuo, niko na wageni wangu ambao tutakwenda kuzungumza hapa. Ninaye mtaalamu wa kilimo pale Bwana Raymark, atakuja kuzungumzia masuala mazima ya kilimo hasa kwa utaalamu wake pia ambao yuko nao, atakuja kutushirikisha, lakini pia mtaalamu wa masuala ya mnyororo wa thamani. Tutakuja kufahamu mazao kutoka shambani unawezaje kuyafanya kuwa na thamani. Mtaalamu wa masuala ya fedha hapa kutoka Equity Bank tuko naye hapa pia, naye atakuja kutushirikisha hasa wao kama Equity Bank wanashiriki vipi. Lakini mtaalamu kutoka SIDO hapa Bwana Molel, Engineer Molel, nimpe heshima yake hivyo, naye pia atakuja kutupa maelezo ya kina zaidi kuhusiana na namna ambavyo wao kama SIDO pia wanashiriki moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba kijana huyu anajikwamua kupitia sekta ya kilimo. Nikianza hapa, nimekutambulisha kama Engineer Molel, lakini hatujui unatoka wapi na nyinyi mnafanya nini. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Nyangusi Meitalami na tokea SIDO. SIDO ni shirika la umma ambalo linahusika kuendeleza na kuanzisha viwanda vidogo na vya kati. Na katika kutimiza hiyo, SIDO inafanya kazi kupitia koo zake 4, ambayo ya kwanza ni masuala ya teknolojia ambazo zinaanzia kuanzia shambani mpaka mwisho wa mnyororo wa thamani husika. Kingine tunatoa mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha watu kuongeza thamani mazao mbalimbali yatokanayo na kilimo. Ya tatu, tunatoa mafunzo mbalimbali kuhusiana na masoko. Ya 4, tunatoa consultant kulingana na masuala ya fedha. Kwa hiyo tunafanya shughuli zetu kwa kupitia koo hizo 4, na lengo ni kuanzisha viwanda. Na tunadili na vijana mbalimbali kwenye programu zetu, kwa sababu kuanzisha kiwanda inahitaji kuanzia raw material ambaye malighafi nyingi ya viwanda vyetu inatokana na kilimo. Kwa hiyo hizo ndio shughuli kubwa ambazo tunazifanya kama SIDO. Sawa, Engineer Molel, lakini mtaalamu wa fedha hapo tukufahamu pia. Nitajitambulisha kwa majina, naitwa Machum Kamese na toka idara ya biashara Equity Bank tawi la Dodoma, na simamia vitengo vikuu kama 3, na pia tunasimamia hizo idara za upande wa utoaji wa elimu ya fedha. Nadhani kama mnavyoona ajenda ya leo inahusu sana vijana na upande wa kilimo, kwa hiyo hata sisi wenyewe tuna hiyo department. Hapo kwenye upande wa mnyororo wa thamani ndio tufahamu, lakini pia unatoka wapi hasa? Mimi naitwa Michael Nobet Mshingo kutokea kampuni ya Value Farm Africa, ambayo ni chimbuko la kikundi kinachoitwa Kituja, tukipatikana Dodoma, kata ya Matumbulu, mtaa wa Nyelele, lakini kwa sasa hivi shughuli zetu tunazifanyia kata ya Hazina, mtaa wa Kinyambwa Lodi. Sisi tunajihusisha na mnyororo wa thamani kibiashara. Sawa. Na mwisho hapo kaka? Kwa majina naitwa Clever Francis Peter, natokea katika taasisi ya Young World Feeders inayojishughulisha na shughuli za uzalishaji wa mazao ya mboga na matunda. Tuanzie hapo kwenye uzalishaji wa mazao ya mboga na matunda. Kwa namna gani hasa mnaweza kuzalisha haya mazao ya mboga na matunda? Taasisi yetu ni ya mtu mmoja, lakini kuna mafunzo ya vijana mbalimbali ambao wanakuja wanajifunza kwa vitendea kazi vinavyopatikana pale, pia kwa vitendo zaidi ambavyo inaweza kuwasaidia kuweza wakitoka pale kwenda kuanzisha shughuli za kilimo kupitia uzoefu waliopata Young World Feeders. Sawa, tumemsikia mtaalamu wa kilimo anasema kwamba vijana wanajiunga na kuweza kushiriki ama kuanzisha sasa masuala mazima ya kilimo.
nyinyi kama SIDO mna mchango gani hasa kwa hawa vijana ambao wanaona fursa kupitia sekta ya kilimo, lakini bado pia wakati mwingine wanakuwa pengine wanaweza kuwa wanalima kwa mazoea, hawajui namna gani wanaweza kujitoa kwenye kilimo kile cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha kisasa zaidi? Asante sana. Sisi kama SIDO tuna fursa nyingi kwa vijana, hasa kwenye kuongeza thamani kwenye mazao ya kilimo. Kwa hiyo huwa tunatoa mafunzo na tunalea. Mtu anavyoanza tunapompa mafunzo tunamlea kwamba tuna kituo cha mafunzo. Kwa hiyo kwa kijana ambaye atapata mafunzo kwetu, tunampa muda wa kutumia kile kituo chetu kama kuanzia sokoni. Kwa hiyo fursa hizo zipo, na pia tunatoa ushauri, kwa sababu kwenye biashara inategemeana kwenye uongezaji wa thamani, kwamba unaongeza zao lipi na linahitaji mtaji kiasi gani. Kwa hiyo hata kama vijana wakija, inawezekana kijana akaja na mawazo, kaambia kwa level yako ya mtaji inabidi uanzie hapa ili uelekee unakotaka. Kwa hiyo fursa zipo na tunawakaribisha vijana, na pale SIDO kuna daftari la kujiandikisha, na unaandika kwamba unahitaji kujifunza nini, au sasa hivi unajifunza, unatamani malengo yako ni nini. Kwa ile daftari linakuwa, hata fursa zikitokea SIDO tunawatumia message moja kwa moja kwenye message ya kawaida. Tuna magrupu ya WhatsApp ambao hata fursa zikitokea ni rahisi kijana kukutana nazo. Kwa hiyo hizo ndio fursa ambazo tunazo. Engineer Molel amezungumzia kuhusiana na mtaji kwa vijana. Nitakuja kwako mtaalamu wa masuala ya mnyororo wa thamani. Natamani tusikie kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya fedha. Nyinyi kama wataalamu wa fedha, masuala ya fedha, mnawasaidiaje vijana hasa? Kwa sababu kuna kijana mwingine ni kweli ana mtaji kidogo, mwingine hana kabisa. Anahitaji kuingia kwenye sekta ya kilimo ili aweze kuifanya kwake kuwa ni fursa ya ajira. Niseme kwamba Equity Bank tulisaidia benki. Program zetu za usifani hatukimbilii kufuata kijana kwa ajili ya kuhusiana sana na mambo ya aidha mkopo. Kwa hiyo kwetu sisi tunasema mkopo ni zaidi yake. Na tunafanyaje sasa? Sisi tuna program ambayo inaitwa Financial Patience. Kwetu sisi tunaamini kwamba ndio fursa ya kwanza ya kijana za kupata kupitia Equity Bank. Na hiyo fursa ya sizable almost party kama kuita. Tuna digest ya mafunzo kulingana na nature ya vijana wa mtandao. Then naelewa tuna academy za vijana. Vijana wako shuleni, vijana ambao wako kwenye sekta za mnyororo wa performance and agriculture. Kwa hiyo sasa wote hao ili tuingize benki. Benki ilianzisha mfumo huu ambao kwamba wanatumia kwanza kwa trainings. Kabla hatujapi chochote kile, lazima kijana get stories. Na elimu ya fedha inaenda kupata course kama financial management. Na hii elimu ya fedha naipata wapi hasa? Ni kwenu nyinyi mnatoa ama lazima apate kutoka katika taasisi za vyuo hivi vya elimu ya fedha? Hapa ni program ambayo tayari ipo ndani ya bank na inatolewa free charge, hakuna cost yoyote. Sisi ndio tunaoarrange mafunzo na tuna plan kulingana na ambazo zinakaa maeneo yote ambayo nadhani umeona hata hapo pale wanasema na challenge za kupata mitaji, kupata elimu, kuelewa. Na watu wengi kinasikia vijana wengi wanaogopa benki. Wakisi tuende benki lazima mambo kwa financial sasa. Kumbe si kweli. Kwa sababu hiyo notion ya kwanza tunaanza kujenga mentalities ya kwamba benki ni fursa kwa kila rika. Na vijana ili sasa waweze kuwa na hiyo kariba ya kuweza kutembelea hadi kufika kwenye benki, sasa mtoto Equity Bank lazima aelewe kwanza nini cha kufanya. Moja wapo ndio hiyo toka neno la financial management kwetu lina maana kubwa zaidi
ambalo katika masomo tunagawanya katika sehemu kuu tatu. Tuna somo linaloitwa savings ambalo linaangalia akiba, na somo ambalo linaitwa budgeting ili kijana aweze kumudu expenses zake, lazima awe na knowledge ya budgeting. Sasa akishatoka katika kwenye sekta ya kufanya budgeting, ndio tunaenda kumpeleka sasa anaweza kupata access ya kama ndio debt management. Kwa hiyo akipita kwenye hizo ndio kuta basi pia kwa sasa anaambiwa kwenye mafunzo yetu sasa anaweza kufanyia kufungua account na kaza saving kidogo. Sasa unapofika wakati wa kuanzisha hizo business kama unazoziona kwa GGOs, anakuwa tayari ana uwezo wa kuelewa na sasa. Mtaalamu wa kilimo amezungumzia kuhusiana na mazao ambayo anazalisha, na nyinyi wewe ni mtaalamu hasa kwenye eneo la kufanya ili kuweka mnyororo wa thamani, kwa maana ya mazao, kuchakata mazao, kuendelea kuongeza thamani kutoka shambani mpaka kwa mlaji wa mwisho ama mtumiaji wa mwisho. Uliwezaje kugundua kwamba hii ni fursa pia? Mimi moja kwa moja naweza nikasema kwamba nimepitia changamoto nyingi kama kijana na kama kijana mwingine ambaye anatamani kuingia kwenye hizi fursa. Lakini baada ya kuigundua changamoto mojawapo, ndipo sasa nikachagua wapi nipite. Tunatofautiana kwenye mambo mengi. Ndio maana utakuta kuna mtu mwingine amejikita kwenye smart agriculture, kilimo cha kisasa, na kuna mwingine utakuta amejikita kwenye mnyororo wa thamani. Lakini yote hii inatokana na hiyo changamoto ambayo mimi nilikutana nayo. Kipindi hicho nilianza kuwachukia watu wa mabenki. Nilikuwa nikisikia mtu anatoka benki yote ile, naanza kujiuliza, huyu mbona nikimfuata kule benki nikifika kwanza hata wanakuangalia, maswali ni mengi tofauti na wanavyoongea kwenye umma. Nikaja kugundua kumbe ni mimi mwenyewe sikuwa na hayo maarifa ya kujua kumbe hata taasisi za kifedha hasitaki zimpe kijana pesa akaipoteze. Zinataka zimpime vizuri kwamba anawezaje akairejesha. Leo hii hata ingekuwa ni katika level ya familia, mtu anaweza akawa anataka kukupa pesa, lakini atakwambia tu, bwana, hebu unaleta kitu gani kama dhamana? Nikagundua kumbe hata financial institutions zinahitaji pia dhamana. Na dhamana ile inasaidia mtu anayechukua mkopo ule kuona ni namna gani anaweka mkazo wa kuhakikisha kwamba anapambana ili kurejesha ile fedha ikasaidia na vijana wengine. Sasa baada ya kugundua hayo, nikaanza kuangalia wapi ninaweza nikaanza kufika huko na kupata ardhi ambayo itasimama kama collateral kwenye mambo yangu. Pa kukimbilia ni kijijini, mjini nisingepaweza kwa kipato hicho. Kwa mwisho wa siku tulipata eneo, na baadaye tukaja kugundua kabisa kumbe taasisi za kifedha ni rafiki kwa mtu ambaye ana nidhamu ya fedha. Na ndipo hapo nakuja kukili ule usemi unaosema mafanikio hayaji kwa pesa nyingi, ila yanakuja kwa uthubutu wa kuanza hilo jambo husika. Na kabla ya kuanza tulianza tukatafuta maarifa kwa SIDO. Hatukuwa nayo maarifa ya mnyororo wa thamani. Nimesikia kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya mnyororo wa thamani, amezungumzia kilimo cha kisasa lakini pia kilimo cha mazoea. Tupate tofauti ya aina hizi mbili za kilimo. Anayelima kwa kisasa na anayelima kwa mazoea, tofauti yake hasa iko vipi hapo? Hapo tofauti kubwa inaweza ikaja kwenye masuala matumizi ya pembejeo na pia muda mtu anaotumia na vifaa anavyotumia kulima. Nikisema ukulima wa kizamani ni ule ukulima ambao mtu akinunua mbegu msimu, hiyo mbegu anaweza kaipanda misimu 10 mbele bila kubadilisha mbegu. Baadaye ndo anaanza kulaumu mazao mbona yanatoki vizuri. Huyo mtu atafanya kizazi chake wasipende kilimo kabisa. Lakini kilimo cha kisasa maanake mkulima huyu anatumia teknolojia, atumie nguvu kubwa sana shambani na anapata mazao bora. Hapo ikiwemo matumizi ya mbegu bora, ambapo mkulima kila msimu akibadilisha mbegu maanake anapata mazao mengi ambayo yanauzika kwa bei ya juu kuliko wale wa zamani walikuwa wanatumia mbegu moja misimu 10, 15.